Baadhi ya samaki hula samaki wengine. Baadhi ya samaki hula matunda. Baadhi ya samaki hula wadudu. Sawa, hebu tujaribu kitu kingine. Kuna samaki wao chakula chao hutoka angani. Ndiyo, ni wadudu wanaoruka maeneo karibu na vyanzo vya maji. Wa kutisha ni huyu samaki chui wa Afrika, African tigerfish, anayeweza kuwakamata ndege aina ya swallow wanaokuja kunywa maji katika vyanzo vya maji. Kwa ndege hao, hata kusimama kwa muda mfupi juu ya uso wa maji si salama. Anayefuata ni huyu mkubwa zaidi, mwenye mchanganyiko wa kasi, nguvu na akili. Kumkamata ndege aina ya ten anayepumzika juu ya uso wa maji ni jambo rahisi sana kwake. Naam, huyu ni Giant Trevally. Katika maji ya kitropiki ya bahari ya Hindi na bahari ya Pasifiki, anaishi mmoja wa wawindaji wa kushangaza zaidi katika ulimwengu wa bahari. Huyu ni Giant Trevally, anayejulikana kisayansi kama Caranx ignobilis. Akiwa na uwezo wa kufikia urefu wa zaidi ya mita 1.7, uzito unaoweza kuzidi kilo 80 na maisha ya hadi miaka 20 hadi 30. Samaki huyu ni miongoni mwa wawindaji wakubwa na wenye nguvu zaidi katika miamba ya matumbawe. Mwili wake wenye misuli, mkia wenye nguvu na uwezo mkubwa wa kuongeza kasi kwa muda mfupi humfanya kuwa adui wa kutisha kwa samaki wadogo, aina ya ngisi na viumbe wengine wa baharini. Lakini kuna jambo moja linalomfanya awe maarufu kuliko wawindaji wengi wa baharini, tofauti na samaki wengi wanaowinda chini ya maji pekee. Giant Trevally anaweza kuwinda hata viumbe wa angani. Katika baadhi ya maeneo, hususan karibu na visiwa vya kitropiki, ndege wanaposhuka karibu na uso wa maji kutafuta chakula au kunywa maji, samaki huyu huanza kufuatilia kila harakati zao. Kwa kasi ya kushangaza, huruka kutoka ndani ya maji na kufikia takriban mita 2 hadi 3 juu ya usawa wa maji, akitumia nguvu zake kubwa kuwakamata ndege kabla hawajapata nafasi ya kutoroka. Macho yake makali humwezesha kukadiria umbali, kasi na mwelekeo wa mawindo kwa usahihi mkubwa. Ingawa mara nyingi huwinda peke yake, wakati chakula kinapokuwa kingi, Giant Trevally wanaweza kukusanyika katika makundi makubwa na kufanya mashambulizi ya pamoja dhidi ya mawindo yao. Pia mnyama huyu mwenye nguvu ana udhaifu mkubwa. Mwili wake mkubwa unahitaji nishati nyingi ili kuendelea kuishi. Hivyo, upatikanaji wa chakula ni muhimu sana kwake. Pia hutegemea sana afya ya miamba ya matumbawe na mazingira ya pwani.